tumanina, kuwa na utulivu. Unaposwali ukirukuu na ukisujudu usiwe kama kuku anayedonadona ama kunguru anayekula. Hali hii hairidhishi. Bali mmoja aliingia msikitini zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaingia akaswali. Mtume akaja akatoa salamu, assalamu alaykum ya Rasulullah. Mtume akapokea salamu akamwambia irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, ulivyoswali si sawa. Akaenda akaswali tena mara ya pili, akaja kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatoa salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapokea akamwambia irji' fasalli fa innaka lam tusalli, nenda ukaswali, wewe hujaswali. Akaja akaswali mara tatu, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume akapokea salamu akamwambia irji' fasalli fa innaka lam tusalli, wewe hujaswali. Na huu ni sahabi. Ulama wakasema sababu ya yeye kuambiwa kwamba hajaswali ni kwamba hakuwa na utulivu. Akirukuu, kabla hajarukuu mgongo haijakuwa sawa ashainuka, kabla mgongo haijakuwa sawa na mwili hajasimama imara ashaenda kusujudu, kabla hajasujudu vizuri ashakaa tayari, hakuna tumanina, hakuna utulivu. Kisha yule sahabi akasema ya Rasulullah, umenirudisha mara tatu kaniambia ni swali, kwa sababu ile swala yangu si swala. Basi mimi sijui kuboresha swala yangu zaidi ya hapa, alimni kaifa usalli, nifundishe ni swali namna gani. Kisha ndo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha swala ambayo mpaka leo hadithi hiyo ni mwongozo kwangu na kwako vipi tutakaposwali. At-tumanina. Na tumanina asema sallallahu alayhi wasallam, na tuangalie alivyokuwa kiswali bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, swala yake namna alivyokuwa na utulivu. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposwali aswali na alikuwa na utulivu kiasi cha kuwa kila maungo inarudi sehemu yake. Bimaana ikiwa amerukuu atakuwa ni mwenye kurukuu kisawasawa, mgongo umekuwa sawa na magoti yameshikilia vizuri. Kisha baada hapo yuainuka, na akienuka hainuki nusu akasujudu hapo kwa hapo. Alikuwa akienuka katika hali ya i'tidal na yuainuka na kusimama wima kisawasawa. Kila kiungo anairudisha sehemu yake. Kisha yuasujudu, akisujudu kila kiungo au kila viungo utaona ameiweka katika sehemu yake katika sujud. Akishakuwa amehakikisha kila kiungo uko katika sehemu yake, na huku akisema subhana rabbiyal a'la, kisha ndo yuakaa, na akikaa kwa utulivu akaa vizuri comfortably. Kisha baada hapo yuasujudu. Ndipo wakasema wa masahaba waliposifu swala ya Mtume walipomwona wakasema kana nabii sallallahu alayhi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi, kila kiungo inarudi katika sehemu yake. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifu watu ambao hawanachezea swala kuwa ni waizi. Katika hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aswa'u an-nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Mwizi mkubwa aliyekuwa muovu, mwizi aliyekuwa muovu zaidi ni yule ambaye anaiba sala yake, anaswali lakini anaiba swala yake. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu salata, vipi mtu anaiba swala yake mwenyewe? Qala sallallahu alayhi wasallam la yatimmu ruku'aha au la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, rawahu Ahmad wal Hakim fi al-Mustadrak. Anaposwali ile rukuu haiweki kisawa sawa, akisujudu atakana sujudu kwa viungo 7: miguu, magoti mawili, mikono, kipaji cha uso, lakini akisujudu miguu iko juu, wengine wakisujudu hajatimia. Huu ndo mwizi aliyekuwa mbaya zaidi. Katika sababu ya kupata khushu' ndani ya swala ni mtu kuwa mtulivu na kila kiungo iweke kisawa sawa. Mgongo ameweka sawa katika hali ya rukuu, akisujudu asujudu kwa viungo 7, anapokaa kaa vizuri, si haraka kama anavyoswali munafiq. Katika hadithi nyingine tutamalizia,
asema sallallahu alayhi wasallam, mathalu alladhi la yatimmu ruku'uhu au la yutimmu ruku'uhu wa yanquru fi sujudihi mathalu al-ja'i' yakulu tamrata au tamratain la yughniyani anhu shay'a. Yule mtu ambaye anaiba swala yake, harukuu vizuri, hasujudu vizuri, ni kama vile mmoja wenu anavyokuwa ni mwenye kudona dona katika swala. Mshaiona kuku anapokula au kunguru anapokula kitu ilipokuwa katika ardhi, hali taratibu, anadona akidona. Hasa mmoja anaswali haraka haraka namna hiyo, asema na hii swala yake haimfai, ameswali nusu nusu. Ni mfano wa mtu aliyekuwa na njaa, ambaye njaa imekuwa ni nyingi, akala tende moja au tende mbili. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yughniyani anhu shay'a, hiyo tende mbili haimsaidii chochote katika njaa aliyekuwa nayo. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amesifu swala ya munafiqin. Munafiq ni yule ambaye ikifika wakati wa alasiri anakuwa ni mwenye kukaa kufanya kazi zake, asema wacha nimalize kabla giza haijaingia, wacha nimalize ni submit report kabla giza haijaingia. Kisha ghafla anaona kwamba jua imeanza kushuka, wakati wabadilika, mbio anaenda kutawadha na yuaswali kanakri dik. Anakuwa ni mwenye kuswali kama vile jogoo anaichukua mtama ama mchele katika ardhi ya kidonadona. Asema sallallahu alayhi wasallam, tilka salatul munafiqin, hiyo ndo swala ya munafiq. Na ukitaka kujua mtu anaposwali roho yake haiko pale, haijatulia, angalia anavyoswali mwili wake. Ukiona mtu yuenda hivi haraka haraka, basi ujue kwamba pia roho yake haijatulia. Kwa sababu lau roho ingetulia au moyo wake ungetulia, basi pia kiwiliwili chake ingeweza kuswali vizuri. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tupate khushu' ndani ya swala.